Karibu katika mwendelezo wa sheria 12 za Kalma, na leo tutazungumzia sheria ya asili ya kisababisho na athari, cause and effect. Sheria hii ina nguvu sana katika kuamua mafanikio ya kila aina katika maisha yetu ya kila siku. Kikubwa ni kwamba tunachojifunza katika sheria hii, kila matokeo ambayo tunayapata katika maisha yetu ni zao la matendo yetu sisi wenyewe ya kila siku katika maisha yetu ya kila siku. Yaani inamaanisha unavuna kile ambacho uliweza kupanda. Ikiwa kwenye maisha yako unahitaji amani, furaha, upendo wa dhati, urafiki wa kweli, ni lazima pia wewe mwenyewe lazima uwe mtu wa furaha, amani, upendo na urafiki wa dhati. Hivyo basi, kila mbegu ambayo utaweza kuipanda katika ulimwengu huu, tarajia itarudi kwako kama matunda kulingana na ile mbegu ulioweza kuipanda. Yaani hapa namaanisha kwamba kama kwenye ulimwengu huu umeweza kupanda mbegu ya mema, basi tarajia mema utaweza kuyavuna na mema yatakufuata. Lakini kama kwenye ulimwengu huu ulipanda mabaya, basi tarajia ile mbegu ya ubaya itarudi na matunda ya ubaya huu ambao uliweza kupanda. Haijalishi ulipanda nini kwenye maisha ya watu, kwenye maisha ya mtu, kwenye ulimwengu, basi tarajia itarudi kama vile ambavyo wewe umeweza kuipanda. Sijajua sheria hii imeathiri nini kwenye maisha yako, au imekuathiri nini kwenye maisha yako, au unakumbuka nini kwenye maisha yako. Je, umewahi kufanya jambo ukamfanyia mtu, baadaye likakurudia lile jambo ulomfanyia mtu kwa namna nyingine, lakini mazingira pia yakawa mengine? Hivi umewahi jiuliza iko kitu? Hiyo ndo maana ya Kalma. Kama iko kitu kipo, usisite kuniandikia kwenye comment hapo, ili tuweze kushare, ili tuweze kuelekezana kwa ukubwa zaidi namna gani Kalma imekuwa ni sehemu ya kufanikisha maisha ya watu, imekuwa ni sehemu ya kuwafundisha watu mbalimbali. Hivyo usiache kuwa mwema hata kama dunia yote imekosa kuwa wema, kwa sababu kila utakachokipanda kitavuna. Asante, endelea kufuatilia sheria 12 za